familia inaweza ikafeli kwa sababu watu hawajui hapo kwenye phase gani ya ile life cycle ya familia. Sio, umeelewa? Yaani familia zote zina phase 4. Formation, expansion, contraction and dissolution. Hizo ndio phase za familia. Kila phase ina mambo yake na ina conflicts zake, na zile conflicts zake kuna namna ya kuzisolve. Panapokuwa na changamoto ya kuzisolve hizo, ndio shida zinaanza kutokea hapo. Mfano, kwenye formation phase ndio mmekutana watu wawili kwa mara ya kwanza, mmeamua kwamba mnataka mjenge familia. Kwa hiyo mnafunga ndoa au for whatever contemporary agreement mnaweza mkawa nayo. Kwa watu wana makubaliano mengi ya kuishi pamoja. Kwa wengine wanataka wafunge ndoa, wengine wanataka tuishi pamoja. Mmeamua maishi pamoja, nyinyi ni familia. Watu wawili mmeanza familia. Hiyo ni formation phase. Kipindi cha formation mara nyingi kwa sababu mmetoka kwenye ile honeymoon pale, bado hamjajuana vizuri. Struggles zinaanzaga kidogo sana pale kwenye upande wa kuestablish authority. Mwanamke anataka establish authority kwenye upande wa nyumba na management ya masuala ya kinyumba. Mwanaume anataka establish authority kwa baadhi ya vitu. Ile kitu inaanza kuleta shida. Alafu kingine ni kwamba mna transition kutoka kwenye maisha independent kwenye maisha sasa ya kuwa na mtu. Sawa, kwenye coexistence. Kwa mwanzo ulikuwa unaishi tu mwenyewe, unaishi unavyotaka. Sasa hizi una mwenzio ambao inabidi sasa usijifikirie tena wewe, uwafikirie na mwenzio kwa kila kitu unachokifanya. Kale ka transition kale kanakuwa kidogo kazito baada ya honeymoon kupita. Mnaweza mka struggle pale. Then phase inayofuata ni phase of expansion. Sasa ndio binti kapata ujauzito, mnapata sasa mtoto. Sasa mwana familia na expand. Sasa kwenye expansion phase hapo ni pagumu sana kwa vijana. Vijana wengi wanafeliki hapo. Kwa sababu family expansion inakuja with so many responsibilities. Let's say mmepata watoto wawili. Mtoto mmoja anatakiwa aende shule. So kuna ada and everything in between. Mtoto mmoja ndio huyo bado ni mchanga, kuna maziwa, kuna nini, kuna vikorokoro vyote na expenses zote zinazokuja pale. Alafu kuna ile navigation of being kutoka kwenye being just a normal person into being a parent. Sasa unaanza kuwa mzazi, unaanza kuwa na responsibility. Na bado majukumu yako mengine bado yako pale pale, hayajaondoka. Kipindi kile unakutana na kijana na financial struggles ambazo ni kubwa zaidi. Unakutana na mtu ambaye sasa anapambana na a lot of social adaptations ambazo sometimes zinaweza zikawa challenging pale. Then huyu mtu anajenga familia kwa miaka mingi, tuseme amefanikiwa hawajavurugana, wakaenda kwenye phase ya 3 ambayo ni phase of nini? Of contraction. Yaani kwamba sasa watoto wamekuwa wakubwa, labda mfano, watoto nao wamekuwa independent, sasa wanaondoka nyumbani. Kwa watoto wanaenda kwenye maisha yao kujitegemea, au watoto wamepelekwa boarding schools, au watoto wameondolewa. Yaani basically watoto wanaondoka. Au hata kama walikuwa na watoto wa ndugu zako au ni ndugu zako wamekuja sasa imefikia point wameshakuwa inabidi waondoke, au imefikia point wanaweza kujitegemea. Kwa hiyo mnaingia phase of contraction. Familia inaanza kusinyaa sasa. Watu wanaanza kuondoka. Pale sasa unakuta sasa wazee wanaanza kubaki wenyewe. Wanaanza kujiona sasa ule upweke. Hiyo ni kipindi cha contraction. Chenyewe kina mambo yake, kina conflict vyake, kina matatizo yake ya akili pale, kina midlife crisis wanaingiaga pale. Kipindi hicho labda ndio mama naye anaingia menopause, kwa hiyo kuna perimenopausal symptoms zile. Kwa hiyo most of pale panakuwa pana changamoto zake. Alafu kuna phase ya mwisho ni hiyo dissolution. Dissolution maana yake ni kwamba sasa familia inapotea. Inapotea kivipi? Labda baba anafariki au mama anafariki. Kwa hiyo panatokea sasa msiba wa mmoja kati ya wale waanzilishi waliokuwa kwenye ile kipindi cha stage ya formation. Kipindi hichi unapokutana na mtu ambaye yupo kwenye dissolution phase, kwamba mkewe kafa au mmewe kafa, mazungumzo yake yanakuwa ni tofauti, status yake ya akili inakuwa ni tofauti, level zake za maradhi na mambo mengine yanakuwa ni tofauti sana. Sasa lazima uelewe hizi phases zote ili uweze kumsaidia mtu ukweli wa kumsaidia. Kama unataka ufanye kweli, let's say unataka kufanya counseling, kufanya personality classification yenyewe haitoshi, bali pia inasaidia kufahamu kwamba huyu mtu yupo kwenye stage gani ya upande wa familia. Kwa sababu kila stage ina conflict zake, ina challenge zake, na kuna namna ambavyo inabidi adaptation pale ifanyike. Kwa hiyo ni lazima ufahamu vyote hivi. Personality traits zenyewe hazitoshi. Kuna so many factors. Hapo nimezungumzia tu familia. So kuhusiana na familia kuna so many other categories za kuangalia hapo ili uweze kufikia sehemu kusema okay, huyu mtu hivi. Kwa swali la kama mtu anapouliza kwa hiyo watu wasifunge ndoa. No, watu wafunge ndoa. Lakini tu anticipate kwamba hawa wakiingia phase, let's say phase ambayo ushatengeneza ndoa, so labda wameingia kwenye phase of expansion. Unatakiwa anticipate conflicts gani zinazotokea kipindi cha expansion. Na kulingana na personality ya huyu mwanaume na huyu mwanamke,
je, wanaweza wakasaidiana vipi kusolve hizo conflict ili waweze kumaintain hiyo ndoa ingie kwenye phase inayofuata, kwa sababu wanaweza wakapata struggles phase ile ndoa ikafia pale kwenye ile stage. Na actually inakuwa stage number 2 is quite very difficult, it's a big leap, kwa sababu mkiwa wawili sawa, kuna shida adaptation into kutoka kwenye kuishi mwenyewe independently kuja kwenye kuishi na mtu, lakini ni easy adaptable kwa sababu tayari mnajuana na ni watu wazima fulani, kuna category pale. Mkisha ingia kwenye upande wa watoto, it's a whole different game. Pale kwenye expansion pale pana kujaga na so many layers of issues. Actually hiyo phase yenyewe unaweza ukaisoma yani ni vitabu kabla hata hujaingia kwenye phase ya contraction, alafu mwisho wa siku phase of dissolution. Kwa hiyo again, kuelewa hivi vitu inataka kidogo upeo mpana sana.